Hello my people. Hey, what's up? My name is Elisha Kisila. Okay, my name is Namale. Na leo tuko hapa kwa kastori kadha wa kadha. Yes, leo tunataka kugusia pande mbalimbali. Yeah. Kwa sababu tumeona katika mitandao kuna vitu kadhaa vimetokea pale. Haswa wanafunzi kuchoma shule. Yes, imekuwa ni kama mtindo pale. Hadi tukaona cabinet secretary wa education akaweza kubadilishwa. Yes. Alibadilishwa pale akapelekwa katika idara nyingine. Akapelekwa idara ilikuwa ya utalii alafu akabadilisha mwingine. Unajua tukiendelea kuongelea hiyo hadithi, kuna venye imekuja kuonekana. Huyu aliye kwenye ushukani, mwenye ameondolea huyu mkubwa wa elimu. Yes. Aliambiwa abadilishe kalenda kwa sababu wanafunzi walikuwa wanachoma shule sana kwa wingi. Naona ndani kwa kubadilisha kalenda huende mimi naona ikazuia kuchoma shule pengine. Unajua ukiwarudisha nyumbani pale, utakuwa na uwezo kuja shuleni kuchoma. Inahitajika walimu wakae pamoja na wanafunzi na wazazi, wajue kiini haswa inasukuma wanafunzi kuchoma shule pale. Yes. Na kiini chenyewe huenda ikawa kipi? Kwa sababu tukiangalia ni kama kiini chenyewe kiko across the country, kwa sababu shule inachomwa Western, shule inachomwa Nairobi, shule inachomwa Nyanza region. So kitu nafaa tujiulize kwanza, kiini ni kipi? Na inamaanisha kiini kiko across the schools across the country. Yes, unajua nikianza kuangalia katika mtazamo wangu, nilikuwa kwanza nadhania niseme ni area moja ambayo watu walikuwa na hiyo yani walikuwa na hiyo mind. But nimekuja kugundua ni pembe 4 za Kenya. Yes. Ama pembe 3 za Kenya pale. Yes. Na nikiangalia haswa kiini, ukisikia wanafunzi wakinena pale, ni kama kuna yale mahitaji wako nayo, lakini walimu hawaangazii. Kwanza nilichogundua kuna wanafunzi pale shuleni hawataki mtihani. Yes, na pia ni kweli. Yes, kuna pale wanafunzi wanataka diet ibadilishwe pale. Naam. Yes, unajua sasa ukiangazia hizo sababu na nyingi nyinginezo, utakuja kupata kiini haswa kinasababisha hizi shule nyingi kuchomwa. Sawa. Halafu pia nimetaka kusema nini? Pia tukiangalia nimejaribu kusema hiki ama tatizo si tatizo la shule moja ama eneo moja. Yes. Ni kwa across the country, katika nchi yote, na kufuatia tena kubadilisha kwa yule cabinet secretary ama katibu mkuu wa elimu nchini. Kwa nini sasa ubadilishe? Unajua pale kulikuwa na ile taswira ambayo serikali inataka kuondoa pale. Unajua kuna vitu ambavyo wamekuwa wakihitaji, wakiambia serikali ya upande wa elimu, lakini wako kutekeleza. Sasa imefika kiini ambacho kiko juu, na wakiambia utumishi ifanyie kazi, haifanyii kazi pale. Sasa imebidi serikali ili toe ile taswira mbaya, imebidi imuondoe kisha ilete mwingine ili waone serikali ina macho pale. Na kama kumuondoa kunaweza kubadilisha, kwa nini wasimwache kwanza? Pengine amekuwa katika ile sekta kwa muda fulani, huenda akawa na experience fulani akaweza kuelewa na akabadilisha haraka. Kwa sababu yule ambaye ameletwa ametolewa katika wizara ya utalii. So wizara ya utalii tena aje katika masomo. Unajua kukua CS, wacha niseme hivyo, hakumaanishi umesomea kile kitu ambacho unakifanya. Kuna mabadiliko pale. Ukumbuke kuwa CS niseme pale kuna politics. Kuna pale politics ndani. Sasa kuna manufaa wakibadilisha, kwa sababu huyu anaweza kaja na mitindo mingine. Kwa sababu huyu watu wamemzoea, washasema ameharibu sekta ya elimu. Sasa serikali inaona ni vyema wamlete alete mabadiliko mengine pale. Ameharibu kipiga, wachataja jinsi ambavyo anaweza kuharibu. Unajua kuna yale mahitaji watu wamekuwa wakihitaji pale. Wakisema CS should do something, but hakuwa react. Yes. So pengine alichelewa, pengine alikuwa katika alidelay. Unajua ama alikuwa na wakati wa kuweza kufanya maamuzi mapema ambapo hayangetokea. Unajua pia kuna watu wengine wanakuwa na mafikirio ya polepole. Ama anabuni kitu lakini anataka achukue muda ndio akitekeleze. Labda alikuwa ameshabuni lakini kukitekeleza alikuwa anangoja asubiri kwanza ndio apenyeze. Na wewe kama ametolewa kama alikuwa na ile kuchelewa ama kutowajibika mapema na amepelekwa katika wizara nyingine, si bado pia huenda kabeba kule kuchelewa na kubeba madhara ambayo ameweza kuyaleta katika sekta ya elimu kuyapeleka katika sekta ya utalii pengine. Unajua tuseme pale siasa ni uwanja chafu. Huwezi ukaelewa pale. Labda wamemweka pale ili kumzuia na majanga mengine.
Huwezi ukajua. Labda utafika pale wampe mtu ambaye atamsaidia. Unajua kama kawaida ukiwa pale CS lazima upewe msaidizi wako ama advisor pale. Labda watamnunulia pale advisor ndiye amueleze what to do, the way forward. So kumaanisha pia siasa inaadhiri sana siasa. Niseme siasa ni uwanja chafu. Unajua ingekuwa ni maisha ya kawaida, huwezi ukatoa mwalimu pale ukampeleka kuwa daktari kwa sababu hana ujuzi pale wa daktari. Lakini kwa uwanja wa siasa unaweza ukatolewa pale kuwa mkulima, uletwe kuwa mvuvi pale. Na tukiongelea kuhusu ile tu tena mambo na siasa na kuchagua hawa katibu katika wizara, tukiangalia katika nchi za ng'ambo utapata kuwa kama Marekani ama Israeli, ndipo uweze kuwa katibu wa elimu lazima uwe umesomea elimu. Lazima kuwe pengine uliweza kuhitimu kama mwalimu. Ama ndipo kuwe katibu wa ulinzi, lazima kuwe umetoka katika sekta ya ulinzi yenyewe. Labda wewe umekuwa mwanajeshi ama umeweza kuhudumu katika ulinzi, kusema hivyo. So kwa nini tuweze kuleta mfumo kama huo nchini Kenya? Tuseme ndipo uweze kuwa katibu wa masomo, lazima ukuwe pengine unakuwa mwalimu mkuu ama principal wa shule fulani, kwa sababu utaelewa jinsi umekuwa katika ground, umekuwa katika nyanja yenyewe ya hivyo kusema. Ama ndipo kuwe katibu wa how to say, katibu wa najaji mambo na health. Lazima ukuwe umekuwa daktari. Nadhani itasaidia. Unajua pia taifa ya Kenya ndio inakuwa is growing. So kuna vitu zingine hatuja involve pale. Kama unaona Amerika imechukua kiwango kingine katika nyanja za elimu pale ama nyanja za udaktari. Kenya bado siasa ni chafu. Bado vitu vinabadilika mwanzo. Unaona mtu anatolewa pale kwa elimu anapelekwa bila kuzingatia kila ambacho alikisomea, kwa sababu siasa inaenea katika kila pembe. Usipoiunga serikali wewe utapata chochote. Usipounga serikali sahau. Na hata kama uko na experience kwa kitu unachokijua. Kenya kitu cha muhimu ni siasa pale. Yes. So ukiona mambo yote yanatendeka jua pale siasa iko ndani. Yes. Nadhani huo ndio mwisho wetu sikia leo.